Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena Apostle Abel Jackson. Na siku ya leo nahitaji tuzungumze kitu ambacho ni muhimu sana na ni hatari sana kwa maisha ya watu ambao wameokoka. Hasa wale wanaokwenda makanisani, wale wenye dini na kadhalika. Tuanze na kusoma kitabu kutoka kwenye kitabu cha Biblia Agano Jipya, Yakobo sura ya 4 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Hapo tu, vita vyatoka wapi na mapigano yaliyopo kati yenu, kati yetu, yanatoka wapi? Kilichonifanya nitengeneze video hii wakati huu wa jioni hii, nimeshangaa sana na nimeumizwa sana na kitu ambacho nimekiona kwa sasa kinaendelea. Wachungaji hawaelewani, mashemasi hawaelewani, maaskofu hawaelewani. Huyu anamsema huyu, nabii huyu anamsema huyu, huyu anasema mchungaji mwingine ni mganga wa kienyeji, huyu mwingine anasema hivi. Waimbaji hawaelewani kila kona. Lakini inapofika siku ya Jumapili, wachungaji wote madhabahuni wanahudumu, waimbaji pale pale madhabahuni, mashemasi pale pale madhabahuni, wanaojiita manabii na wao wako pale pale madhabahuni. Sikiliza nikueleze. Hivi karibuni kumekuwa na watumishi wawili wakubwa ambao wamekuwa katika mvutano. Siwezi kusema kama ni mvutano wa moja kwa moja, lakini indirectly watazamaji pamoja na washirika wamekuwa katika hali ya sintofahamu. Nakumbuka tuna mtumishi mmoja anaitwa Pastor Josephat Gwajima. Huyu ni daktari, Dr. Josephat Gwajima. Kuna wakati alikuwa akifundisha kanisani kwake. Ilikuwa ni ibada kuu ya Jumapili. Na wakati huo alikuwa na somo linalosema msaada utokao juu. Wakati alipokuwa anamaliza akifanya huduma ya maombi, nguvu ya Mungu ikatembea kwa jinsi watu walivyoona. Lakini ikaja kutokea wakati wa deliverance, akapatikana mwanamke aidha binti ambaye baada ya huduma ile alikuja kutamka kwamba alikuwa mloganzila. Hospitali amewekwa pale na action iliyokuwa inafanyika ni ya kumchomoa kizazi katika ulimwengu wa roho. Na baada ya hapo akaendelea kumhoji akisema, yule binti akasema, aliyenipeleka kule ni Musa. Mtumishi wa Mungu akaendelea kumuuliza, Musa nani? Musa unamjua? Musa ni nani yako? Yule binti akasema, kuhani Musa. Kitu ambacho kilileta taharuki kwa washirika wa kuhani Musa. Baada ya hapo ilikaibuka swala la watu kuibiwa nyeti. Kuna bwana mmoja alikamatwa akiwa anasadia kwamba ameiba nyeti ya mtu. Na baada ya kichapo, wananchi kumvagaa yule bwana na kumkamata, kilichokuja kutokea, yule bwana akasema, ili nyeti irudi mpelekeni kwa mchungaji. Yule jamaa akamuuliza, mchungaji gani? Wewe unawezaje kuchukua lakini kurudisha unashindwa? Yule bwana akasema, mpelekeni kwa kuhani Musa. Kitu ambacho watu wamekuwa wakiunganisha dot. Na matokeo yake ikagusa hisia za mtumishi wa Mungu kuhani Musa. Siku moja na hii pia akiwa ibadani akaweza kuliaddress jambo hilo. Sasa kwa hali ya kawaida, hapa tuna Gwajima, hapa tuna kuhani Musa. Na wote wana washirika wakubwa, wana washirika wengi sana. Unaisa ya mambo wanayachukuliaje? Wale washirika, najaribu kutafakari, wale washirika
walivyosikia tu kwamba binti ameibiwa, alikuwa katika harakati za kuchukuliwa kizazi na kuhani Musa, tayari automatically waumini wa kuhani Musa wengi wao waliguswa na kuumizwa, na aidha wakati mwingine watu wengine kuamini kwamba kuhani Musa anafanya biashara hizo, anafanya kazi hizo. Alikuwa ni mambo ya kusadikika, kama jinsi ilivyokuwa kwa yule bwana aliyekamatwa akiwa ni mwizi wa nyeti za watu, akamtaja tena kuhani Musa. Sasa hivi karibuni kumekuwa na matukio mengi sana, mengi sana, mengi sana, mengi sana. Hatuwezi kujua sababu Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho zitakuwepo nyakati za hatari sana. Lakini pia makristo wa uongo, manabii wa uongo watatokea, wachungaji wa uongo watatokea, waimbaji wa uongo watatokea, mashemasi wa uongo watatokea, kila idara makristo ya uongo watajitokeza. Lengo ni kuharibu mwili wa Kristo. Hii haijaanzia hapa. Leo utakuta TAG hawamtaki PAG. Ukihama kanisa kutoka TAG ukakwenda kuabudu PAG, unaonekana kwamba umefanyaje? Umeasi. Na unatengwa kabisa, makanisa mengine unatengwa kabisa. Usimsalimie yule, ameshaasi. Ukitoka leo FPCT ukaenda MMPT, unaonekana umeasi. Ukitoka leo Anglican ukaenda dhehebu lingine lolote lile, unaonekana umeasi. Sasa unajikuta kwamba Kristo ndio foundation, ndio msingi wa haya madhehebu yote ya Kikristo. Inawezekanaje kwamba mshirika au muumini akitoka dhehebu hili akaenda dhehebu hili la Kikristo kana kwamba ameasi? Hapa ndipo inapokuja kutokea vita kubwa kati ya wachungaji na wachungaji. Huyu ameniibia waumini wangu. Hakuna mtu mwenye waumini, hakuna mtu mwenye washirika, hakuna mtu anayemiliki mshirika, hakuna washirika wote. Mchungaji hana mbingu ya kuwapeleka, hana mbingu ya kuwapeleka washirika isipokuwa Yesu peke yake. Kwa hiyo baada ya kuona jambo hili, natamani nikueleze, inawezekana wewe ni kijana kama mimi na umekuwa kujifunza kupitia watumishi hawa, wachungaji wako na hawa wakubwa ambao tunawafahamu kitaifa na kimataifa pia. Shetani yuko kazini. Tuwe makini sana. Shika sana ulichonacho. Usishike mchungaji uliye naye, shika sana ulichonacho. Sio cheo, shika sana ulichonacho. Ulichonacho ni Yesu peke yake. Asije mtu akaitwaa taji yako. Biblia inasema hivyo. Shika sana ulichonacho. Hatusali kwa ajili ya mchungaji, hatusali kwa ajili ya nabii, hatusali kwa ajili sijui ya nani, hatusali kwa ajili ya mtu yoyote yule. Tunakwenda kutafuta ufalme wa Mungu kupitia mawakala au kupitia watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapaka mafuta. Lakini uwe na tahadhari. Makristo wa uongo ni wengi sana. Unaposikia kwamba mchungaji huyu anamponda mchungaji yule, jiulize swali, kama huyu anahubiri kwa jina la Yesu na huyu anahubiri kwa jina la Yesu, kwa nini hawawezi kukaa meza moja wakapatana? Unaposikia mtume huyu, nabii huyu anamsema nabii yule, anamsema mchungaji yule, jiulize swali, mbona wote wanapokuwa wakifundisha, wakiomba, wanaombea kwa jina la Yesu? Je, kitu gani kimekosekana hapa katikati? Asomaye na afahamu, lakini ashukuliwe Roho Mtakatifu ambaye anatupa kutambua na kupambanua mambo haya yote. Hivyo basi, wewe uliye mshirika, uko Tanzania, uko nje ya Tanzania, tafadhali epuka kujiingiza kwenye migogoro ya watumishi. Epuka kujiingiza kwenye migogoro sijui ya nani na nani na nani. Shika tu kile ulichonacho. Hicho ndicho kitakacho kufikisha kwa Mungu peke yake. Hatuingii mbinguni kwa sababu ya mchungaji au kwa ajili ya nabii au kwa ajili ya mtume au kwa ajili ya mwanamaombi au kwa ajili ya mchungaji au kwa ajili ya mwinjilisti au mhubiri yoyote yule. Tunaingia mbinguni, ndugu yangu, kwa kumwamini Yesu peke yake. Wewe na Yesu mnapofanya ushirika, hiyo inatosha kabisa wewe kuingia kwenye ufalme wa mbingu, na si kwa jina la mchungaji au kwa jina la kanisa lako, kwamba dini yetu sisi au hayo yote yana mambo ya kufanya.
Dini zimeingiwa siasa, wanasiasa wamekuwa wanadini. Yaani sasa hivi kumekuwa na mchanganyo mkubwa sana. Inatuhitaji kuwa na macho ya rohoni, masikio ya rohoni, na kuwa na nguvu kubwa ya Roho Mtakatifu ndani yetu, ili tuweze kupita katika vuguvugu hili la siku za mwisho. Kwa kusema hivyo, ndugu yangu, shika sana ulicho nacho, wala asije mtu, asije mchungaji, asije kuhani, asije nabii yoyote, asije sijui na vitu gani akaitwaa taji yako, asije mwimbaji yoyote akaitwaa taji yako. Ndugu yangu, asije mwana maombi yoyote akaitwaa taji yako. Simama ukiwa na Yesu moyoni, hiyo itakusaidia. Mungu akubariki sana. Asante sana. Amen.